The Storybook. Hadithi ya Romeo na Juliet, ama maarufu kama inavyotamkwa, hadithi ya Romeo and Juliet. Hii inatusafirisha mpaka Verona katika nchi ya Wataliano mwaka wa 1303. Huko Verona kulikuwa na familia kubwa mbili zenye nguvu na utajiri. Moja iliitwa Montague na nyingine ikaitwa Capulet. Lakini familia hizi zilikuwa na uhasama mzito baina yao. Kulikuwa na ugomvi wa zamani sana kati ya familia hizi mbili. Ugomvi huo mara nyingi ulihusisha mapigano mpaka yaliyopelekea kumwaga damu na kuuawa kwa watu. Kwa bahati mbaya, kijana Romeo alikuwa akitokea familia ya Montague na binti mrembo Juliet alikuwa akitokea familia ya Capulet. Familia mbili zenye uadui mkubwa, uadui mpaka wa kuuana. Wakati uhasama huu mkubwa unaendelea, Romeo na Juliet bado walikuwa hawajawahi kupata kukutana. Na tena Romeo yeye wala hakuwa akionekana katikati ya vita hizo. Alikuwa ni mwenye kujitenga, akiishi kwa huzuni sababu ya kutofanikiwa kwa mapenzi yake. Kipindi hiko alikuwa akimpenda binti aliyekuwa akiitwa Rosaline, lakini binti huyo wala hakutaka kuwa na mahusiano na Romeo. Juliet kipindi hiko alikuwa ni binti wa umri mdogo, yapata miaka 13, lakini kulikuwako na bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Count Paris, ambaye alikuwa ni kijana tajiri aliyekuwa na ujamaa na mtawala wa mji wa Verona kipindi hiko, Prince Escalas. Huyu alikuwa akimpenda Juliet tangu akiwa mtoto wa miaka 13. Kwa hivyo akamfuata mzee wa Capulet ambaye ndiye baba wa Juliet. Naye mzee Capulet alipokea na kuridhia ombi hilo la kumtaka Count Paris asubiri walau kwa miaka 2 ili Juliet angalau akue. Kwa mila za wakati huo, Count Paris bado halikuficha uzuri na mvuto wake. Romeo akiwa katika pati hiyo akaonana na binti mrembo Juliet. Romeo aliyekuwa mbovu wa kupenda, basi moyo wake ukaanguka kwenye mapenzi mazito zaidi kwa Juliet. Akampenda Juliet kuliko hata alivyokuwa akimpenda yule Rosaline. Tybalt aliyekuwa binamu wa Juliet akagundua ya kwamba kijana Romeo
kutoka familia ya Montague ambao ni maadui zao amezamia katika hiyo sherehe yao. Tybalt akaghadhibika na kutaka kumshambulia Romeo hata amuue, lakini baba yake Juliet akamkataza asifanye hivyo, na kisha badala yake akamfukuza Romeo atoke kwenye nyumba yake. Romeo baada ya kufukuzwa kwenye hafla ile, alipotoka hakuondoka kabisa, ila akaenda kujificha katika bustani ya jumba hilo la kifahari. Hapo penzi lake kwa Juliet likamsukuma ajifiche hapo na kutafuta namna ya kumuona Juliet kwa mara nyingine. Basi baada ya kuisha kwa hafla ile, Juliet akaenda chumbani kwake kwenye baraza, akizungumza katika namna ya kuwaza kwa sauti, na alichokuwa akiwaza na kujisemesha Juliet ni vile alivyovutiwa na Romeo na kutokea kumpenda, ila anaogopa litakalotokea, kwani familia zao ziko katika uadui mkubwa. Ghafla tokea kwenye giza na vichaka vya bustani akatokea kijana Romeo ambaye alikuwa amejificha humo akitafuta namna ya kumuona Juliet. Romeo alipojitokeza wakazungumza kwa mara ya kwanza, ila upendo wao ukawa mkubwa kiasi siku hiyo hiyo wakaahidiana, pamoja na yote yale yaliyopo ya uadui mkubwa kati ya familia zao, ila ni lazima wawili hao watakuja kuoana. Maajabu ya penzi la Romeo na Juliet. Wamekutana leo na kuahidiana kuoana siku hiyo hiyo, na kesho yake tu wakafanya ndoa ya siri na wakaoana kweli kwa msaada wa Friar Lawrence, mmoja kati ya watumishi wa kanisa. Hii ndoa ikawa ni mtihani mkubwa kwa wapenzi hao, na kilichofuata baada ya ndoa hii hakikuwa furaha, isipokuwa ni maisha ya mateso mpaka kifo. Kumlaza kwenye makaburi yao wanayoyaita kripti, ambayo haya si makaburi haya ya kuzikwa huku umefungwa kwenye jeneza na kufukiwa. Lakini kwa bahati mbaya sana, yule mjumbe aliyetumwa hakuweza kumfikia Romeo na kumpa ujumbe kumueleza mpango wote ulivyo, kwa maana jiji la Verona lilitiwa vizuizi ambavyo mtu hatoki wala kuingia katika mji huo. Lakini Romeo kupitia kwa mjakazi wake aliyekuwa akiitwa Baltazar akasikia tu ya kuwa Juliet amefariki. Romeo hakujua imekuwaje na ni nini kimetokea, naye kwa uchungu akaona hana haja ya kuendelea kuishi kama amempoteza Juliet. Basi akanunua sumu ili naye ajiue, ila kabla hajanywa ile sumu akataka kwanza aende akashuhudie. Alipofika pale makaburini akamkuta Paris yuko pale nje ya makaburi. Paris hakuwa amemgundua Romeo, akadhani ni jambazi, hivyo akapigana naye vikali. Romeo ambaye wakati huo alikuwa kama aliyerukwa na akili akamuua Paris. Kisha akaenda na kuutazama mwili wa Juliet, na kwa jinsi alivyomuona amelala akajua tu kwa hakika huyu Juliet amekufa. Romeo akanywa sumu na akafa kwa ile sumu akiwa amelala kando ya Juliet. Muda ukafika wa Juliet kuamka na akamkuta Romeo amekufa kando yake na akiwa na chupa ya sumu. Juliet akataka naye aone kama kuna sumu iliyobaki kwenye ile chupa, basi naye anywe ajiue. Lakini kwa bahati ilikuwa ile sumu imeisha. Juliet akasikia watu wakija na akajua watakapomkuta mzima basi watamchukua na arudi kwenye yale maisha ambayo hayakuwa ya furaha kwake. Hivyo akachomoa kisu alichokuwa nacho Romeo na kisha akajichoma na kujiua. Familia ya Capulet na familia ya Montague pamoja na Prince Escalas, mtawala wa Verona, wakafika katika yale makaburi na kukuta Romeo na Juliet wakiwa wamekufa, huku wamelaliana, na pia Paris naye amelala nje akiwa amekufa. Ugomvi wa miaka mingi kati ya familia hizi mbili sasa ukafikia mwisho. Lakini Friar Lawrence
yule mtumishi wa kanisa, alipofafanua juu ya mkasa huu wa Romeo na Juliet, akawaita ni star-crossed lovers, yaani wapenzi wenye nyota mbili ambazo kwenye maisha zinakataana kudumu pamoja kwa amani. The Storybook. Kati ya mwaka 1564 mpaka mwaka 1616 katika nchi ya Uingereza palipata kuishi mwandishi mmoja mashuhuri sana wa fasihi aliyekuwa akiitwa William Shakespeare. William Shakespeare alikuwa ni mwandishi mzuri sana wa maigizo na tamthilia, na moja kati ya kazi zake maarufu sana ndiyo tamthilia aliyoiandika kuhusu Romeo and Juliet. Watu hujiuliza, je, hadithi ama simulizi ya kisa cha Romeo and Juliet ni ya kweli? Mwaka 1562 liliandikwa shairi lililoitwa The Tragical History of Romeo and Juliet, historia ya kusikitisha ya Romeo and Juliet. Hili shairi liliandikwa na Arthur Brooke, na shairi hili lilizungumzia hiki kisa cha Romeo and Juliet. William Shakespeare wakati huo ilikuwa ni miaka ya mwanzoni mwa karia yake. Akalisoma shairi hili, likamvutia na kumgusa sana, naye tokea hapo akaenda kuandika tamthilia ambayo hiyo ndio ikawa maarufu zaidi na kukifanya kisa hiki cha Romeo and Juliet kupata maarufu nacho. Inasemwa ya kwamba hakika hii ni simulizi ya kweli kabisa. William Shakespeare aliandika simulizi hii kutoka katika shairi lililokuwa likiitwa The Tragical History of Romeo and Juliet, shairi lililokuwa limeandikwa na Arthur Brooke. William Shakespeare aliandika tamthilia hii kutoka katika shairi la mwaka 1564, shairi lililoandikwa na Arthur Brooke. Kwa hivyo hii ni hadithi ya kweli. Hakika ni miongoni mwa simulizi maarufu sana kuwahi kupata kutokea duniani, nami leo nimeona itakuwa vyema ikiwa nitashare nanyi simulizi hii ya kusisimua, simulizi maarufu ya mapenzi ya Romeo and Juliet. Until next time, my name is Jamal Mustafa, Jamal April, Professor. The Storybook.